Namshukuru Mungu mchana wa leo, amekuwa mwema na amekuwa mwaminifu katika maisha yangu. Ni matumaini yangu kwamba pia wewe umelindwa katika Bwana. Sema amen. Haleluya. Tusalimieni hewani kama mwazima katika Bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa neno. Ni wakati wa neno. Nataka tukapate kufungua masikio yetu, tukafungue mioyo yetu. Nenda kalipokee hili neno kuwa lako, kapate kuenda kulifanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa ni kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kutafuta uso wa Bwana. Haleluya. Kunaye tajiri mmoja alitamani akapate kumuona Yesu Kristo ni mtu aliye aina gani. Haleluya. Na wakati aliposikia habari za huyu Yesu Kristo, alitamani apate kukutana naye. Alitamani apate kuonana na huyu Yesu Kristo. Lakini kwa sababu alikuwa ana fedha na mali nyingi, alikuwa na kiburi ndani ya moyo wake. Maana alikuwa anajua ya kwamba katika hilo taifa hakuna mkubwa mwingine atainuka pasipo yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Na kadri alipokuwa anaongoza na fedha zake, alipokuwa anajipiga kifua, watu walikuwa wakimuona tajiri huyu, kila mmoja anampa saluti. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akasikia habari za kwamba kunaye Yesu Kristo ameinuka, naye ana wafasi wengi. Bwana Yesu asifiwe. Anatenda miujiza katika mji wa Samaria. Akatamani apate kumuona huyu Yesu ni mtu aliyeje. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana litukuzwe. Akatafuta jinsi ambavyo atakutana na huyu Yesu Kristo. Na wakati alipokuwa anamtafuta huyu Yesu Kristo, akaambiwa ya kwamba kumuona yeye inahitaji neema, maana yuko katikati ya watu. So kukutana na yeye mpaka ung'ang'ane sana. Naye hakuangalia fedha zake, hakuangalia mali alizonazo, wala hakuangalia ukuu wa watu, bali alijinyenyekesha ili akapate kumuona huyu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. So mchana wa leo tamani kumtafuta Yesu Kristo. Tamani ukapate kukutana na huyu Yesu Kristo. Ni hatua gani utakayokutana nayo ili ukapate kukutana na huyu Yesu Kristo mchana wa leo? Haleluya. Usiangalie jinsi ulivyo. Usiangalie unyonge ulio nao. Usiangalie magonjwa ulio nayo. Usiangalie dhiki ulizo nazo. Tafuta jinsi utakapokutana na huyu Yesu Kristo. Maana siku utakapokutana naye, kuna kufunguliwa mpendwa, kuna kuinuliwa na kuna kubarikiwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nipate msomaji akapate kunisomea kitabu cha Luka mtakatifu. Kitabu cha Luka mtakatifu, mstari ni wa 19, mlango ni wa 19. Utaanzia huo mstari wa kwanza mpaka wa 9. Luka mtakatifu mlango wa 19, mstari wa kwanza unasema, ndio. Naye alipoingia Yeriko, alipita katikati yake. Na tazama, palikuwa na mtu jina lake Zakayo. Palikuwa pana mtu na jina lake ni Zakayo, mkubwa mmoja katika watoza ushuru. Naye ni tajiri. Huyu alikuwa akitafuta kumwona Yesu. Atakavyomuona Yesu. Ni mtu wa aina gani? Asiweze kwa sababu ya umati wa watu. Asiweze kumuona kwa sababu ya umati wa watu. Maana ni mfupi wa kimo. Akatangulia mbio. Akapanda juu ya mkuyu. Apate kumuona. Kwa kuwa atakuja kupitia njia ile. Kwa kuwa alikuwa atakuja apitie njia hiyo.
Naye Yesu alipofika mahali pale, alitazama juu, akamwambia Zakayo, shuka upesi, kwa kuwa leo imenipasa kushinda nyumbani mwako. Akafanya haraka, akamkaribisha kwa furaha. Hata watu walipoona walinungunika wote. Watu walipomwona ameingia kwa nyumba ile walianza kunungunika, wakisema ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Zakayo akasimama akamwambia Bwana, tazama Bwana, nusu ya mali yangu ninawapa maskini. Na ikiwa nimenyang'anya mtu kitu kwa hila, namrudishia mara 4, nitamregeshea mara 2. 9 inasema, Yesu akamwambia, leo wokovu umefika nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Ibrahimu. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Neno likamjia Zakayo wakati alipokuwa anajipiga kifua kwa mali na fedha. Alikuwa anaishi dhuluma, anaishi kudhulumu watu, anaishi kwa migongo ya watu, anaishi kwa akaunti za watu. Bwana Yesu asifiwe. So pamoja na utajiri wake alikuwa ni mnyang'anyi Zakayo, na pamoja na unyang'anyi wake ni wengi ambao alipata kuwanyang'anya, ni wengi aliopata kuwadhulumu, ni wengi aliopata kuwagandamiza. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini neno linasema ya kwamba Zakayo aliposikia habari za Yesu Kristo, alitamani akapate kumwona Yesu Kristo ni mtu aliye aina gani. Amen. Haleluya. Amina. Na alipovunjika Zakayo, neno linasema ya kwamba akaambiwa kwamba Yesu atapita katikati ya mji huu, nawe tangulia jinsi utakavyokutana na huyu Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jina la Bwana litukuzwe. Neno linasema ya kwamba Zakayo akarauka saa 12 asubuhi, akaenda kuparaga mkuyu, muti usiopandika. Lakini Zakayo alienda kuparaga, analikuwa lengo lake ni akapate kumuona Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Jina la Bwana litukuzwe. Amen. Neno linasema ya kwamba Yesu Kristo alipopita katikati ya mti huo, akatazama juu, akamwona Zakayo, akamwambia Zakayo, shuka upesi, maana leo imenipasa niingie nyumbani mwako. Leo imenipasa nikakae pamoja nawe. Leo imenipasa nikapate kuzungumza na wewe. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mpendwa, mchana wa leo nataka ninene kama Zakayo alivyotamani kumuona Yesu Kristo. Tamani kukutana na Bwana mchana wa leo. Amen. Tamani kukutana na Yesu Kristo mchana wa leo. Haijalishi una ngome gani, haijalishi umefungwa kiasi gani. Amen. Lakini wakati utakapokutana na huyu Yesu, amani inaenda kukutana ndani ya nyumba yako. Baraka unaenda kukutana nazo, maana unaenda kufunguliwa. Mpendwa, tamani kukutana na Yesu Kristo mchana wa leo. Amina. Haleluya. Usiangalie ugonjwa ulio nayo, usiangalie mateso ulio nayo, usiangalie dhiki ulizo nazo. Tazama Yesu Kristo. Neno linasema ya kwamba Zakayo aling'ang'ana kuparaga mkuyu, maana alikuwa anataka kumuona Bwana. Ng'ang'ana mchana wa leo, mwite Yesu akaingie ndani ya moyo wako, ufungue moyo wako. Yesu akafanya njia, akafanya njia ndani ya nyumba yako, akafanya njia ndani ya jamii yako, akafanya njia ndani ya biashara yako, akafanya njia ndani ya ndoa yako, ili mkapate kubadilishwa mchana wa leo. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jina la Bwana litukuzwe. Asante Bwana. Zakayo alitamani kukutana na Yesu. Inakupasa hata wewe mchana wa leo
Tamani kumuona Yesu ni mtu aliyeje. Tamani kumuona huyu Mungu yuko vipi. Utafanya nini ukapate kukutana na habari za Yesu Kristo? Ni kujiangusha magotini mpendwa. Amina. Usiangalie ulidhulumu watu wangapi. Usiangalie watu wanakupa majina gani. Usiangalie watu wanakudharau kiasi gani. Tazama Yesu Kristo anatamani akae katikati yako na ukakule pamoja naye. Atakapoingia ndani ya nyumba yako mpendwa, kila kitu kinaenda kubadilika. Atakapoingia ndani ya boma lako, boma linaenda kubadilishwa. Atakapoingia ndani ya biashara yako, biashara zako zinaenda kubadilika. Atakapoingia ndani ya ndoa, ndoa inaenda kubadilika. Haitakuwa vile ambavyo wanaiona. Bwana anaenda kushughulika. Ni kwa sababu ya maisha yako mpendwa. Amina. Haleluya. Amen. Waliotembea na Yesu Kristo wakaanza kumunungunika. Kwa nini huyu anakaa na mtu ambaye hastahili? Walipoanza kunungunika akawaambia hata yeye anastahili, maana wokovu umeingia ndani yake. Amen. Na neno linasema ya kwamba Zakayo alipokutana na Yesu Kristo akaanguka magotini, akamwambia Bwana, kuanzia leo maisha yangu natamani yakabadilike. Nikiwa nimedhulumu mtu, ninamregeshea mara mbili. Nikiwa nimenyang'anya mtu, ninaenda kumregeshea mwenyewe. Kama kuna mtu nilimkosea, ninaomba msamaha kwake. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Jina la Bwana litukuzwe. Hata wewe unaweza kukutana na Yesu Kristo mchana wa leo. Wakati utakapojikubali na kusema ya kwamba ninaacha yote ili nikamwone Yesu Kristo ni mtu aliyegani, unaenda kufunguliwa mpendwa. Utakapoungama mchana wa leo, unaenda kubadilisha maisha yako. Utakapoungama mchana wa leo, unaenda kuvikwa kibali. Utakapokubali mchana wa leo, maisha yako yanaenda kuwa ya kuigwa. Asante Yesu. Haleluya. Amen. Zakayo alikuwa ni mfupi wa kimo. Wewe ambaye mchana wa leo nalisikia hili neno, ninajua kwamba wewe ni mrefu wa mwili lakini ni mfupi wa kiroho. Maana roho yako imezimia. Roho yako haimfikii Yesu Kristo. Nafsi yako haina hata roho hujamfikia. Tamani kung'ang'ana ili ukapate kuparaga ule mkuyu, ukakutana na roho wa Mungu mpendwa. Utakapokutana na roho wa Mungu, maisha yako yataenda kubadilishwa. Zakayo akaambiwa ya kwamba leo nitakula pamoja nawe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Badilika mchana wa leo. Amina. Tamani kumtafuta huyu Yesu Kristo. Mwambie Bwana, karibu ndani ya moyo wangu. Mkaribisha huyu Yesu Kristo katika maisha yako. Ukitaka maisha yako yabadilike, anza mwanzo mpya mchana wa leo. Badilika maisha yako. Ondoa karama zote ulizonenea mwenzako. Takasa kinywa chako uliponena maovu juu ya mwenzako. Mwambie Bwana, kuanzia sasa nataka nikaanze mwanzo mpya. Watu wakansome wokovu wangu. Watu wakaige wokovu wangu, ili nikapate kuonekana kwamba ni mtu wa kufaa. Asante Bwana. Haleluya. Amen. Kunaye Mungu wa kubadilisha. Ni Yesu Kristo. Amina. Sijaona mwenye haki wa kuabudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sipokuwa Yesu Kristo mwenyewe. Utakapokubali mchana wa leo, kama Zakayo alivyoanguka magotini kwa Yesu Kristo, kama Zakayo alivyonyenyekea mbele za Bwana, akaregesha chochote alichonyang'anya, akarudisha chochote ambacho alikuwa amekinyakua, Bwana anasema ya kwamba Zakayo akabadilika. Hata wewe nawe mchana wa leo, Mungu anaenda kukubadilisha maisha yako. Huo upofu wa kiroho unionao, huo ufupi wa kiroho unionao, unaenda kuongezwa siku ya leo. Huo upofu wa kiroho ulionao unaenda kutakaswa mchana wa leo. Hautakuwa jinsi ulivyo. Mungu anaenda kukutengeneza. Anaenda kukubadilisha. Anaenda kuweka wokovu ndani yako. Amina. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wokovu unaenda kuwa ndani yako. Huo ufupi wa kiroho, mwambie Bwana akapate kukweza. Amina.